الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على هذا النبي الممجد وعلى آله الطيبين الطاهرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أولا أوصي وأوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته في أولاه. أيها الإخوة الكريم، awali ya kwanza nitangulie kuihusia nafsi yangu sambamba na kuzihusia nafsi zenu katika suala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala, kwani huu ni wasia ambao tunatakikana kukumbushana kila ambapo tunapokutana kwa aina yoyote, kwa hali yoyote, kwa kukumbushana suala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala, kwa sababu hii ndio nguzo ya kufaulu mwanadamu katika maisha ya duniani bila kesho akhera, kwamba kama tutakumbushana katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na tukamcha salli ala Muhammad, salli ala Muhammad, salli ala Muhammad, basi Allah subhanahu wa ta'ala atatutengenezea mambo yetu katika dunia na ataturahisishia maisha yetu kuwa mazuri na atatufanyia sahala kula kwenye uzito. Kama
tumeshikamana na ibada ya dua, kwamba Allah mwenyewe anatujalia ya kwamba pale ambapo sisi tutakapokuwa tunapaona ni mazito kwetu sisi, Allah subhanahu wa ta'ala anafanya wepesi. Lakini pale ambapo sisi tunapatafuta kwamba ni ili tuweze kupata kitu ambacho kitatufanya sisi tutulizane, bi maana riziki zetu tuweze kuzipata kwa wepesi, tukishikamana na ibada ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anatufanyia wepesi wa riziki zetu. Kwa hiyo ni ibada kubwa ya kushikamana nayo katika suala zima la kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliulizwa suala la takwa. Takwa ni nini? Akasema takwa ni kuacha yale makatazo ambayo ametukataza Allah subhanahu wa ta'ala, na tukafanya yale ambayo ametuamuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika kisa ambacho kilikuja kuelezwa ya kwamba kuhusiana na hili suala la takwa, Abu Bakar alikuja kuulizwa ya kwamba ni nini takwa? Ni nini takwa? Takwa ni nini? Akasema takwa mfano wake ni sawasawa na mtu ambaye anapita njia ambayo pamemwagwa vitu ambavyo vitasababisha mguu wake kutobolewa. Bimaana mtu huyo akiwa anapita kwenye njia ambayo itaathiri miguu yake kwa kutobolewa au kwa kuwa na zile mbigili kwamba zitatoboa miguu yake, kwa hiyo atatembea kwa hali ya umakini ili kulinda mguu wake usiweze kupata athari yoyote. Kwa hiyo hivyo basi, kama utakuwa ni mlinzi na umelinda mguu wako uweze kwamba usipate athari yoyote, ni sawasawa na kana kwamba umemcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba wale migili ndio makosa, na pale unapokanyaga palipokuwa salama ndipo pale anapopataka Allah subhanahu wa ta'ala uwe pale. Kwamba namna unavyozikwepa zile migili zisiweze kukuchoma katika mguu wako, ndivyo unavyotakiwa kuyakwepa yale maasi ambayo ametukataza Allah subhanahu wa ta'ala. Kwamba pale unapokanyaga ambapo pako salama, basi na Allah subhanahu wa ta'ala anataka akuone pale ambapo amekuamuru uwe. Sasa ikiwa kama utajilinda kwa namna ambayo unavyouthamini mguu wako usiweze kuchomwa na migili au usiathirike kwa aina yoyote, basi hali kadhalika jilinde usimwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini si hivyo tu, wala tahtaranna min adh-dhunubi walau kana saghira, kwamba usiadharau madhambi japo ni kidogo, kwamba hata mlima pia nao ulianza ukiwa na mawe madogo mpaka ukawa mlima. Sasa kama ulifika pahala hapo mlima ukawa vile ulivyokuwa mkubwa, kwa hiyo la tahqiranna min adh-dhunubi walau kana saghira, usidharau madhambi japo ni madogo. Usidharau madhambi japo ni madogo, madhambi ambayo yatakupelekea wewe kwenda sasa kupindukia kwenye mipaka ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, na ukawa ni mtu ambaye amepindukia kwenye maasi ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani unapodharau dogo, kesho na kesho kutwa litakuja kubwa zaidi, au utatenda dhambi kubwa zaidi na hautojutia. Na aliulizwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aktharu ma yadkhuluna an-nar, aktharu ma yadkhuluna al-jannata, ni yapi atakayowapelekea watu peponi ya Rasulullah? Salli ala Muhammad, salli ala Muhammad, salli ala Muhammad. Ni yapi ambayo atawapelekea watu wakaingia motoni? Ni yapi atakayowapelekea watu wakaingia motoni, na ni yapi ambayo atakayowapelekea watu wakaingia peponi? Ayuha al-ikhwa al-karim,
sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa kuhusiana na maswali kama haya, cha kwanza kabisa alichojibu ya kwamba aktharu ma yadkhuluna aljannata taqwa Allahi wa husnul khuluqi. Watu wengi wataingia peponi kwa sababu ya sifa kuu mbili, kwamba cha kwanza taqwa Allahi wa husnul khuluqi, kwamba tabia iliyokuwa nzuri, lakini pia na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba utakapomcha Allah subhanahu wa ta'ala na tabia itaweza kutengenezeka kuwa tabia nzuri, kwamba kama haya ndiyo ambayo yatakayowapelekea watu peponi. Ayuha ikhwa alkarim, vipi sisi tunajiweka mbali na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala? Na hata kule Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea tazawwadu fa inna khayra zadi taqwallah, kwamba zichumeni zawadi, ziandaeni zawadi ambazo mtaondoka nazo, zawadi ambazo mtakazoondoka nazo. Hakuna zawadi zilizokuwa nzuri kama pambio la mtu ambaye ameshikamana na ibada ya kumcha Allah subhanahu. Hakuna zawadi iliyokuwa nzuri, hakuna zawadi iliyokuwa bora ambayo mwanadamu atakayoondoka nayo katika maisha haya ya kiulimwengu, walau kama yeye alikuwa akiona kwamba hayatendi yale ambayo yanatakiwa, lakini maadamu alitenda ile ibada anayoitaka Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu wanasema ya kwamba mimi nikiwa nafanya mazuri ndio lakini si swali. Hapana. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huyo anakulenga huko ambapo unasema kwamba mimi nitafanya mazuri halafu ibada si swali. Hapana. Anasema awwalu ma yuhasabu al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Jambo la kwanza atakaloulizwa mja siku ya kiyama as-salah. Swala ndugu yangu, swala kwanza, swala ndio muhimili wa nguzo kuu ya Uislamu. Sasa kama ni muhimili mkuu wa dini, as-salatu imaduddin, anaeleza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin faman akamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din, kwamba ili uweze kuijenga dini yako, ili uweze kuipendezesha dini yako, lazima usimamishe kitendo cha ibada ya swala tano. Lazima uweze kusimama na ibada ya swala tano. Kama utataka kuiharibu dini yako au kuharibu Uislamu yako, kwamba ni pale ambapo wewe utaubomoa kwa kuacha kufanya ibada. Kwamba pale utakapoacha ibada ni sawasawa na kana kwamba wewe umetengeneza njia yako ya kipekee ambayo umejichagulia mwenyewe, na sio ile ambayo amekuamrisha Allah tabaraka wa taala. Kwamba kuswali ni lazima, na sio hiari, isipokuwa kwa wale ambao watakaokuwa na nyuso za kisheria. Kwamba nyuso za kisheria wanajulikana wenye nyuso za kisheria. Sasa ikiwa wewe hauswali, itatakiwa uje umweleze Allah subhanahu wa ta'ala kwamba uzuri wa kisheria ambao kwamba wewe utasemeheka kupitia hiko ambacho ulikuwa ukishughulika nacho kilikufanya wewe kusiswali. Kwa hiyo ikiwa kuswali ni lazima, ndugu zangu, ni lazima tujipambe na ibada ili tuweze kupata rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tazama, fa inna khayra zadi taqwallah, kwamba kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, huku ndiko kumepambiwa sana, na huku ndio wasio ambao tunatakikana tukumbushane popote pale tunapokutana, lazima tukumbushane kuhusiana na swala hili. Salli ala Muhammad, salli ala Muhammad, salli ala Muhammad. Wa husnul khuluqi, tabia zilizokuwa njema ndugu zangu, haziwezi zikapatikana mtaani, haziwezi zikapatikana barabarani, haziwezi zikapatikana kwenye vijiwe,
kwamba umekaa kijiweni alafu kaondoka kwa tabia mbele zilizokuwa nzuri. Hapana, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe anaelezea, anasema inna ma bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq, kwamba mimi nimetumilizwa, lengo na makusudio niweze kuzikamilisha zile tabia zilizokuwa nzuri. Ayuha